أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون
يخافون يوما كان شره مستطيرا. صدق الله العظيم. tunaendelea na sura al-insan. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suratul insan. وتسمى سورة هلاتا وسورة الأمشاج وسورة الدهر. سورة الإنسان مكية أو مدنية 31 آية. سورة الإنسان imeshuka Maka au imeshuka Madina. Wachache ndio wanasema, kikundi ndio kinasema imeshuka Maka, na kijumhur inasema imeshuka Madina. Watu wachache ndio wanaosema kwamba hii ni Makia, lakini jumhuri inasema imeshuka Madina. Ina aya 31, 31 aya. Ina aya 31. Bismillahir rahmanir rahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Hakika kilimpitia juu ya Adam, yani kilimpitia Adam kitambo katika zama, hakuwa ni kitu chenye kutajwa. Kwa hiyo hal hapa ni kwa maana ya qad, ya tahqiq, sio ile isifahamu. Ni hal kwa maana ya qad. Kwa hiyo tunafasiri hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hakika kilimpitia Adam, mradi wa insani hapa ni Adam, hinun min ad-dahri, kitambo katika zama, lam yakun shay'an madhkura, hakuwa ni kitu chenye kutajwa. Kitabu chenyewe ni miaka 40, miaka 40 ndio kitambo kilichompitia. Usichukulie wakati kabla hajaumbwa, hii acha. Yani kitayari amekuwa yeye ni yuko katika harakati za kuumbwa. Sasa kuanzia pale ni tin, udongo, mpaka kuja kukamilika kuna kitambo fulani, mpaka kuja kupitiwa roho. Kile kitambo ndicho kinachokusudia. Usichukue yani kuwa hajaumbwa, hii usichukue. Hata mwanadamu, hata si wengine, wote wa kawaida kuna vitambo vinapita. Kitambo chenyewe ni kuingia tumboni kwa mama, ile manii mpaka kuja kutoka ndio hii pia. Sichukue kabla huko, hapana. Kwa kila mmoja anapitiwa, lakini kwa Adam sasa ndio hiyo ni miaka 40 tangu ni udongo tu, haujabadilika ule udongo ule. Na ulikuwa ni kati ya Maka na Taif, katikati hapo. Kwa hiyo ndio kitambo anasema miaka 40. Na
ukabadilika ule udongo, kwa sababu baada ya hapo unabadilika, unakuwa ni hama masnun, tope lenye kunuka uvundo. Ni udongo ulikuwa mkavu, baada ya hapo unabadilika unakuwa ni tope, hama au masnun, miaka 40. Na kutoka kwenye hama kuja kwenye salsal miaka 40. Sasa 40 napata miaka mingapi? 120. Ndio lam yakun shay'an madhkura. Ndio hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr. Hinun hii ni muda huo, miaka 120 ndio hin. Kwa hiyo hakika kilimpitia Adam kitambo katika zama. Hii ni miaka 100 na ngapi? Na 20, ndio hin katika zama. Lam yakun shay'an madhkura, hakuwa ni kitu chenye kutajwa. Hapa amesema 40 sana, lakini 40 sana hii tunaipata katika wakati ni tin. Akiwa ni tin, udongo, ndio miaka 40. Hatujaingia wakati akiwa ni hama au masnun, miaka 40. Tunaingia kwenye salsalin, miaka 40. Kwa hiyo inakuwa 120, kama ilivyokuwa mtu akiwa ni katika nutfa. Inaanza nutfa mani, alafu inakuja nini? Alaqa, alafu inakuja mudghah. Nutfa miaka siku 20, siku 40, alafu alaqa siku 40, alafu mudghah siku 40, siku 120 kwa miezi minne. Na miaka haikuwa siku, ni miaka 40, miaka 40, miaka 40. hiyo ndio hin min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Kana fihi musawwara, alikuwa katika kitambo hicho ni musawwar, ni mwenye kusawirishwa, min tinin, kutoka katika udongo. La yudhkar, hataji ni udongo tu upo, hataji kwamba kuna Adam nani, ni udongo tu. Au al-muradu bil insani al-jins, au mradi wa insani hapa ni jins. Kwamba ikiwa ni jinsi ni kwamba ni yeye pamoja na watoto wake wote, ndio jinsi. Wa bil hin, na mradi wal hin muddatul hamli, ni ule muda wa nini, mimba. Watu tukipeleka kwa Adam ni hivyo, na tukija kwa jinsi tukisema ni watoto wake dhuria tu hawa, basi itakuwa muda wa hin ile mimba, tangu ni mimba mpaka kuja kuzaliwa. Hawi ni kitu kinachotajwa. Akizaliwa ndio tunasema kuna mtoto, sasa ndio anza kutajwa hapo. Lakini akiwa tumboni basi mimba tu, azaliwe ndio sasa tuanza kuhesabu huyu ni binadamu, anaanza kutajwa, anatajika kwa huyu ni binadamu. Sasa inna khalaqna al-insan, hapa sasa ni jinsi. Hakika sisi tumemuumba mwanadamu, na insana ambaye ni mwanadamu tumemuumba min nutfatin amshash, kutokana na tone la manii lenye michanganyiko mingi, na lenye hali nyingi. Amshaji ni michanganyiko mingi. Mchanganyiko ndio amshaji. Inna khalaqna al-insan, hakika sisi tumemuumba insan, mwanadamu,
aljins min nutfatin, kutokana na tone la manii, amshajin, lenye michanganyiko mingi. Maana yake akhalatin ndio michanganyiko. Ai mimma irrajuli, mchanganyiko wenyewe ni kutokana na maji ya mwanamume, wa ma'il mar'a, na maji ya mwanamke, ndio mchanganyiko. Al-mukhtalitaini, maji ambayo yanachanganyika yale. Al-mumtazijain, yenye yani yanachanganyika alafu yanashikana. Al-mumtazijain, yenye kushikana, yanachanganyika alafu yanashikana, yanakuwa kitu hiki kimoja. Kwa hiyo hii ndio ilivyokuwa. Alafu sasa pia maji ya mwanamume yana hali fulani ambayo si kama maji ya mwanamke. Nasema bi'tibari ta'addud al-awsaf fi al-ma'aini kama alim. Naam. Nasema walmana min nutfatin qad imtazaja fiha almaani wa kullu minhuma mukhtalifu alajza'i mutabayinaini alawsaf fi riqa wa thakhan fama urajuli ghalidhun abyad. Maji ya wanaume yanakuwa ni ghalidh, mazito alafu meupe. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar, maji ya mwanamke yanakuwa ni membamba halafu na asfar, yana rangi ya manjano kidogo. Hii ndio inavyokuwa. Ya mwanamume mara nyingi mazito, lakini ya mwanamke membamba, lakini na manjano. Yale ya mwanamume meupe. Hii ndio sura. Haya yote yanachanganyika maji hayo katika kipindi hicho cha kuwa ni mimba. Ikishachanganyika ndio inakwenda hatua kwa hatua sasa. Nutfa, alaqa, mudgha. Nabtali, tumeyafanya hayo ili tumjaribu, tumpe taklifu zetu. Nakhtabiruhu bitaklif, tumjaribu kwa taklifu mbalimbali, ndio nabtali. Kwa hiyo aljumla tu mustanaf, jumla hii nabtalihi, hii ni anza upya. Yani kwamba kama maneno yameshia pale, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj. Kwa hiyo nabtalihi hii ni jumla nyingine, kwamba hali ya kuwa sisi tutamjaribu, ndio tukaanza namna hiyo kumumba katika stage hizo, wakati akiwa na taklifu. Sasa hapo tutamjaribu, tutampa mitihani yetu. Nabtalihi bitaklif, tumjaribu kwa taklifu, kwa kumkalifisha mambo mbalimbali ayafanye. والجملة مصنفة أو حال مقدرة أي مقدرين ابتلاءه حين تأهله. Ikiwa ni hali ni hivyo, kama musanafa ni hiyo tumjaribu tu kwa taklifu basi mkush.
Tukisema na hali, maana yake hali ya kuwa sisi ni wenye kukadiria kumjaribu huyu wakati wa kuwa ni ahali. Muridina ibtilahu, hali ya kuwa kutaka kumjaribu hina taahuli, wakati akiwa ni ahali wa kujaribiwa, akifikia ahali wa kujaribiwa miaka 15 ndio ahali. Hapo ndio tutampa taklifu zetu. Kwa hiyo katika hilo fajalnahu, kwa kuwa sasa tunataka kuja kumjaribu, ndio fajalnahu samian basira, ndio tukamfanya yeye sasa bisababi dhalik, kwa sababu ya hilo kutaka kujaribiwa wakati akiwa ni ahali, ndio tukamjalia ni nani? Samian basira, ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Hiyo anasikia, kwa sababu kuna mambo atakiwa yasikie. Sasa atakuwaje? Lazima awe anasikia. Kuna mambo atakiwa kuona, yeye anaona. Katika hali hiyo sasa tukamjalia ni mwenye kusikia, mwenye kuona, ili ile sura ya kumjaribu ipatikane. Na kama mtu haoni, itakuwa tabu. Hasikii, itakuwa na taklifu. Ndio maana wanasema mtu asiyeona, hasikii, haoni, huyo hana taklifu yote. Mtu akikosa mambo mawili, akikosa kuona, akikosa kusikia, basi hana taklifu. Huyo anakaa tu kama mdudu basi. Maana utafikishaje kwake ujumbe mpaka asikie? Na masikio ndio sababu ataonane jambo ili apate kuelimika, hakuna. Kwa hiyo mtu asisikia, asiyeona, hana taklifu. Maana akipata kimoja taklifu. Akipata kikosa kimoja tu kuona, masikio anasikia, taklifu ipo. Madhali anasikia, haoni, taklifu ipo. Haoni lakini anasikia, taklifu ipo. Hasikii lakini anaona, taklifu ipo. Vikikosekana hivi ndio itakuwa inna hadainahu sabila, hakika sisi tumembainishia njia huyo mwanadamu, tumembainishia njia ya uongofu. Inna hadainahu sabil, hakika sisi tumembainishia njia ya uongofu. Bayyana lahu tariqa alhuda, tumembainishia njia ya uongofu bibaathi rusuli, kwa kupeleka mitume. Ima shakiran wa ima kafura. Ima atakuwa ni mwenye kushukuru, maana ni mwenye kuamini wakati akielekezwa uongofu huo kutoka kwa mitume, kwamba hii ndio njia sahihi, muamini Mola wako ndiye alikuumba na nini. Hapa atakuwa ima shakiran, atakuwa ima ni mwenye kushukuru, maana yake mu'minan, atakuwa ni mwenye kuamini. Wa ima kafura, na ima atakuwa ni mwenye kukufuru, hatoamini. Lakini njia amebainishiwa, kwamba hii ndio njia. Sasa ni yeye mwanadamu, baki kwa mwanadamu mwenyewe. Hali mbili,
anatakiwa awe katika hali nzuri ni ya kuamini ndio shakira, asiwe katika hali nyingine ambayo ni kafura. Ima atakuwa ni kafur, mwenye kukufuru. Wasema halani, hii shakiran na ile kafuran. Nasema hizo ni hali mbili hizo. Ni halani hizo min al-maf'uli, za maf'uli. Maf'uli ambaye ni inna hadainahu, ile hu ndio maf'uli. Dhamiri ile ni maf'uli. Kwa hiyo ni hali ya maf'uli ambayo ni hadainahu. Tunaeleka? Katika hiyo hadainahu, kwa sababu ile ni kubainishiwa njia ya kheri na shari. Kwa mfano, ima atakuwa mshukuru njia ya uongofu. Kwa hiyo maf'uli hiyo ndio inakuwa ni hali ya maf'uli. Ni hali mbili za maf'uli. Ay bayyana lahu fi hali shukrihi, tumebainishia njia ya uongofu katika hali ya kushukuru kwake, ndio hali. Au kufrihi, au katika hali ya kukufuru kwake. Al-muqaddara, hali ambayo inakadiriwa, hiyo ya kushukuru na hiyo ya kukufuru inakadiriwa. Inakadiriwa hivyo. Umeelewa? Ile hali ile inakadiriwa. Maana hali ya kushukuru inakadiriwa kwa pale anapoumbwa wakati ule bado. Lakini inakadiriwa atakuwa ni mwenye kushukuru au ni mwenye kukufuru. Wa ima litafsiri al-ahwal, ima kati yake ni kupambanua ahwal kama ilivyo katika lugha. Kwa ima ni kupambanua hali. Sasa hali ni mbili. Katika kubainishiwa uongofu itatokea hali mbili. Ima shakira au ima kafura. Hii ndio kupambanua hali. Hali zitazojitokeza baadaye. Tunaendelea. Inna a'tadna lilkafirina salasila wa ghalalan wa sa'ira. Hakika sisi tumewaandalia wale wenye kukufuru, tumewaandalia minyororo na mapingu na moto. Inna a'tadna hayyana lilkafirin, tumewaandalia makafiri salasila, minyororo, yushabuna biha, wataburutwa kwa minyororo hiyo, fi nar, ndani ya moto. Wa khalalan, na mapingu, kuna pingu maalumu, fi a'naqim, zitakazofungwa katika shingo zao na mikono yao. Tushaddu fiha as-salasilu, zitafungwa katika hizo shingo minyororo, zitafungwa hizo pingu kwenye zile minyororo. Tushaddu fiha as-salasilu, zitafungwa kwenye hizo pingu minyororo, ile minyororo itafungwa kwenye zile pingu zile. Wasaira, na moto wenye kukolezwa, moto wenye kukolezwa. Nara musa'ara, ndio sairi, moto wenye kukolezwa. Ay muhayyaja, yuadhabuna biha, wataadhibiwa makafiri kwa moto huo. Yani unakolezwa saa zote, unachochewa tu, wenye kuchochewa, wenye kukolezwa. Hii ni kuelezea hali ya makafiri itakuwa ni hiyo.
wale makafiri watakao kanusha, basi Mwenyezi Mungu anasema kwamba tumewaandalia wale makafiri minyororo ya salasil wa ghalala na mapingu wa sa'ira na moto wenye kukolezwa, wenye kuchochewa. Inna la barara, hakika wale watu wema, yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura. Baada ya kueleza hali za makafiri, anaelezea watu wema. Innal abrara, hakika wale watu wema, yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura, watakunywa katika mvinyo ambao kiwe kichanganyio chake ni kafur. Mvinyo ule unachanganywa na kafur. Hao ni watu wema. Yashrabuna min kasin huwa ina'u shurbil khamri. Kasi kwa asili yake ni chombo cha kunywa tembo, ndio inaitwa kasi, kama gilasi vile. Lakini huwa ina'u shurbil khamri wa hiya fi, ni chombo cha kunywa tembo na hali ya kuwa tembo lenyewe limo ndani ya chombo hicho, ndio inaitwa kasi. Yani kama hakuna tembo ndani yake hakiitwi kasi, ila kasi itaitwa hivyo, chombo hicho kitaitwa hivyo kasi likiwa tembo limo ndani yake. Kama hakuna inaitwa kadha tu basi, lakini haitwi kasi mpaka liwe tembo limo ndani. Sasa hapa tunasema watakunywa katika mvinyo, wakati kumbe kasi ni ile glasi yenyewe ikiwa na ile tembo ndani, lakini tunasema utakunywa katika mvinyo. Ile kasi imeitwa ni mvinyo, min dhikri al-hal wa iradati, min dhikri al-mahal wa iradati al-hal, imeitwa kasi. Lakini kasi maana yake ni ile kinachoingia mle, ndio kinachokusudiwa kwa kuitwa kasi. Na ndio maana tukasema watakunywa katika mvinyo, min dhikri al-hal al-mahal wa iradati al-hal, min dhikri al-mahalli, utaja kile kinachoshukiwa, lakini wa iradati al-hal, ukusudia kile kinachoshukia mle, ndio tunasema mvinyo. Utakunywa katika mvinyo ambao kana mizajuha, kiwe kichanganyio chake, mayu mtazaju bihi kafur, ni kafur. Tunasema almuradu min khamrin walmuradu min khamrin, na muradi wa ile kasin ile tembo, ile min kasin malake muradi min khamrin, watakunywa katika tembo, ndio mvinyo. Ile min kasin maana yake min khamrin. Tasmiyatun lilhali bismil mahal, ni kukiita kile chenye kushukia mle kwa jina la pale mahala. Wa min litab'id, min yani tab'id. Inna la barara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura, hakika watu wema watakunywa katika mvinyo ambao kiwe kichanganyio chake ni kafur. Kafur ni nini? Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajirunaha tafjira, na kusudia hiyo kafuru ni mto, ambao ndani yake mna hiyo harfu ya kafuri.
maana sio kafuru tu hiyo kafuru yenyewe, ni mto ambao mto huo ndani yake kuna ile harfu ya kafuru, ndio maana yake. Kwa hiyo ainan na kusudia kuwa ni mto, maana ni mto huo badalu min kafur fi raihatu, ndani yake kuna harfu ya hiyo kafur. Yashrabu biha, watakunywa katika mto huo, biha maana minha, watakunywa katika mto huo ibadullah, waja wa Mwenyezi Mungu, wale waamini, ndio waja wa Mwenyezi Mungu, auliyao, wapenzi wake. Yufajirunaha tafjira, wataupitisha mto huo kuupitisha, wataupitisha mahala anapotaka kupitisha. Maana pale unapotaka ndio unapita hapo, haijalishi wewe uko juu uko chini uko mahala gani, popote, hata kama uko juu utapita tu. Yufajirunaha tafjira, wataupitisha mahala anapotaka kuupitisha. Maana ndio ya kuduna, ndio kuupitisha kukokota, haithu shau, mahala anapotaka, ni manazilihim, katika majumba yao. Ukiwa juu utapita, ukiwa uko chini, popote pale ulipo wewe utapita, hata kama ni juu utakwenda, utakufuata. Kwa kawaida ni kwamba maji yakiwa mahala ambapo ni juu inakuwa shida, labda utafute mitambo ya kuyavuta yapande juu, lakini kule sio. Pale ulipo wewe, kama uko juu utakuja huko, popote pale utakapokuwa unapotaka wewe utakuja hapo hapo. Peponi hakuna tabu ya kwamba labda sogezee hapa au sijui ufanyeje, hamna. Pale ulipo ndio hapo hapo, vitu vyote vitakufuata wewe hapo ulipo. Sio wewe uzofanye nini ufuate, pale ulipo ndio vitakufuata popote. Yufuna bin nadhr, wale wenye kutekeleza nadhiri zao, yani ahadi. Mradi wa nadhiri hapa ni ahadi walizowekeana na Mwenyezi Mungu, fi taati Allah, katika taa ya Mwenyezi Mungu, ndio ahadi. Waliotekeleza ahadi ndio yufuna bin nadhri, wenye kutekeleza nadhiri. Mradi wa nadhiri ahad, fi taati Allah, katika taa ya Mwenyezi Mungu. Kuna nadhiri ambao wewe umekaa ahadi kwa Mungu kwamba utafanya jambo kadha, bali na kuna hiyo toa mwenye na ahadi ambazo Mungu amekulazimisha ufanye, unafanya. Na kuna zile ambazo mwenyewe unajiwekea pia, zote inaingia. Mradi ahad wanaotekeleza nadhiri fi taati Allah, wa yakhafuna yawman kana sharuhu mustatira, na wanaiogopa siku ambayo iwe shari yake ni yenye kuenea. Wanaiogopa siku ambayo iwe shari yake ni yenye kuenea, muntashiran. Hao wale saa hizi wanaogopa siku hiyo. Wana kuiogopa siku hiyo ni kufanya amali saliha, kufanya taa, ndio wanaiogopa siku hiyo.
siku hiyo ambayo shari zake zenye kuenea, maana inaanzia kupasuka kwa mbingu, nyota zitapukutika zote, jua litakunjwa kunjwa, na mwezi vile vile, na sio kwa hayo katika hawali wa shadaid allati taqa'u fi dhalika al-yawm. Kwa hiyo kuna mambo mengi, hiyo ndio naogopa siku hiyo. Sharuhu mutatira, kwa maana hao tuliwaambiwa katika sura nyingine itasamau shaqati, nini kupasuka kwa mbingu, mara nyota za pukutika hivi. Sasa hii sehemu zake, yani shari zake zinaendelea, ndio mutatira zenye kuenea. Wanaogopa siku hiyo, wanajiandaa mapema kuogopa siku hiyo. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, na wanamlisha chakula ala hubbihi, pamoja na wenyewe kukipenda chakula hicho. Wanamlisha nani? Miskina, maskini, wa yatima, na yatima ambaye hana baba, wa asira, na teka. Wayutimuna taama, wanamlisha chakula ala hubbihi, pamoja na kukipenda chakula hicho, yani pamoja na kwamba wenyewe wanakipenda. At-taam ala hubbihi ay taami wa shahawatihim lahu, pamoja na kukipenda chakula hicho wanamlisha miskina, fakira, maskini wala fakiri, au yatima, na yatima la abala, ambaye hana baba. Yatima ni mtoto mdogo ambaye baba yake amefariki akiwa mdogo, akibaligha yatima hakuna. Uyatima ni pale ni mdogo, na kila ameshafika miaka 15, 18, 20, uyatima hakuna. Kama ni hivyo, ni watu wote ni mayatima, watu wote wanahitaji kulishwa. Kama ni hivyo, watu wanaelewa tofauti. Yatima ni mtoto mdogo ambaye hana wa kumwapatiliza katika maisha yake, huyo ndio yatima. Akishabaligha yatima hakuna. Waleana sio tayari ni baligha mtu mzima ambaye yatima. Sio hayo, ni mambo mengine hayo, lakini hatuiti kwamba hao mayatima, hatuiti hao kuwa ni mayatima. Mayatima kisheria ni mtoto mdogo ambaye hajabaligha, baba yake amekufa, ambaye ndiye mwenye jukumu la kumlisha hayupo. Akibaligha yatima hakuna. Sio naleka hiyo. Ndio sura yake. خاصة ثلاثة لأنه من العواجز المعدومين الكسب. Amewahusu watatu kwa sababu ni katika watu wanaoshindwa kufanya na kufanya kazi, wanashindwa, hawana. Mtoto mdogo anashindwa, huyo yatima, na vile vile maskini, akiwa maskini hana chakula, maskini fakiri anashindwa, na vile teka ambaye ametekwa. Kwa hiyo wakati ametekwa sasa hana uwezo wa kuweza kufanya kazi kipindi yeye ni teka.
yani almahbus bihaqqin, maana yake anasamia teka aliyefungwa kwa haki fulani. Kuna haki zinalazimu inatakiwa yeye afungwe, amewekwa mahala rumande sio na nini kwa haki fulani, ndio huyo asira. Ima kwa haki au hata kwa batili pia, ndio mateka wenyewe hao. Meleka uzuri wanasema inma nut'imukum liwajhi llah, haikasemeneo sisi tunawapeni chakula tunawalisha kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Bas tunatafuta radhi za Mwenyezi Mungu, talabi thawaba, utaka thawabu zake, thawabihi. Inma nut'imukum liwajhi llah, haikasemeneo tunawalisha tunawapa chakula kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, liwajhi llah, litalabi thawabi, kwa kutafuta thawabu zake. La nuridu minkum jazaa wala shukura, hatutaki kwenu nyinyi malipo kwamba halafu mtulipe, hatutaki, wala shukura, wala pia kushukuriwa. Sisi tunafanya haya kwa kutafuta thawabu kwa Mungu basi. Kwa hiyo hatutaki kwenu nyinyi malipo wala kushukuriwa. ولا شكورا فيه علة للإطعام، يعني شكرا فيه علة للإطعام، yani kushukuriwa ndani yake. Hiyo ni ila ya ile kufanya kuwalisha, kwamba sasa tutaki hivyo, ndio ila hiyo ile itaamu. Wa hal takallamu bidhalik, na je wao wamesema kwa hivyo, wamesema hasa hivyo kwamba la nuridu minkum jazaa wala shukura. Jambo hili maneno hayo wameyasema wa hal takallamu bidhalik, je wameyasema hayo au alimahu Allahu minhum, au yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ameyajua maneno hayo kwa wao. Yani ima wamesema hivyo kwamba la nuridu minkum jazaa wala shukura, kwamba wameyasema hayo au Mwenyezi Mungu aliyajua maneno hayo kwao ndio akasemea, aliyajua au alimahu Allahu minhum, aliyajua hayo kwa wao, fa athna alaihim bihi, ikawa amewasifu Mwenyezi Mungu kwa maneno hayo. Kwamba amewasifu maneno mazuri sana. Tunatakiwa hayo hivyo, akitoa kitu basi atoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, asihitaji nini kushukuriwa, malipo, labda mtu akitoa alafu naye baadaye alipwe. Wala ni sifa nzuri kwa mtu, kwa unatoa kitu alafu baada ya hapo unamwambia yule uliyempa mstaki malipo kwa wala usinishukuru, kama mimi nimetoa lillahi basi. Kwa hiyo hata yule anayepokea ile sadaka ile anakuwa roho yake umeituliza sasa, maana huyo ametoa kwa lillahi, huyo amenipa kwa dhati kabisa, anaipokea na hali ya kwa moyo wake unabisat umekunjuka. Nakupata taraji malipo wala chukua tu. Yule anayempa sadaka hiyo na huko unamwambia maneno hayo, anaipokea kwa raha kabisa, moyo wake unakunjuka. Inna nakhafu min rabbina
yawman abusan qamtarira. Wanasema hakika sisi tunaogopa kwa bwana wetu siku ya kukunjana nyuso, qamtarira, iliyokuwa nzito, yani iliyokuwa yenye hali nzito kabisa. Tunaiogopa siku hiyo. Inna nakhafu min rabbina, hakika sisi tunaogopa kwa bwana wetu yawman abusan qamtarira, siku ya kukunjana nyuso iliyokuwa ngumu nzito. Qamtarira maana ngumu, shadidan fi dhalik, ngumu katika hilo. Abusa ni kule kukunjana nyuso kwa taabu na nini. Nyuso hazina imbisati, hazina kukunjuka, hazina nini, zimekunjana, ndio abusa. Taklahu alwujuhu fiha, kaliha yaklahu au kalaha yaklahu, lakini taklahu alwujuhu fi, zitakunjana nyuso ndani ya siku hiyo. قمطريرة شديدة أي كريه المنظر لشدته, nyuso takuwa na mandhari mabaya ya kuchukiza, mandhari ambayo si mazuri kwa sababu ya ugumu na ubora wa siku hiyo. Ukiziangalia nyuso haziko vizuri, hali mbaya, zimekunjana kwa ukali na kwa ugumu wa siku hiyo. Faqahumullahu sharra dhalik, kwa hiyo akawakinga Mwenyezi Mungu na shari ya siku hiyo. Faqahumullahu sharra dhalika al-yawm, akawakinga Mwenyezi Mungu na shari ya siku hiyo, kwa sababu walianza kujiandaa tangu mapema huko duniani wakiogopa siku hiyo, wanafanya amali njema wakiogopa siku hiyo nzito. Kwa hiyo kwa kuwa wameshafanya amali zao njema wakiwa duniani, wakiwa wanaogopa siku hiyo, basi fawaqahu Allahu sharra dhalika al-yawm, akawakinga Mwenyezi Mungu na shari ya siku hiyo. Walaqahum nadratan wa surura, kwa hiyo akawapa kunyenyelika nyuso zao, badala ya kukunjana zinafanya nini, zinanyirika, kutoa nuru. Walaqahu, akawapa nadratan, kunyenyelika kwa nyuso zao na kuwa na nuru, umeelewa, wa surura na nini, na furaha. Unaona uso wa mtu ambaye una neema, ule uso unakuwa na nuru na furaha saa zote. Hayo ndio wanaopewa baada ya wao kule duniani walikuwa wanajiogopa siku hiyo ambayo itakuwa na hali hizo ngumu, lakini wao wakajiandaa kwa amali njema, kumtii Mola wao, wakaamini, wafanya hivi kila jambo jema, matokeo yake wameshafika siku hiyo. Mwenyezi Mungu anawapa kunyenyeleka kwa nyuso zao, surura na furaha. Na ile habari ya kule ubus ni kukunjana nyuso kwa sababu ya jambo utakutana nayo, mateso utakutana nayo, saa zote huna furaha na nini. Lakini sasa kinyume chake Mwenyezi Mungu akawapa furaha, kunyenyeleka, ndio nadratan, kunyenyeleka,
husnan wa idhaa, uzuri wa nyuso na kunyenyerika. Ndio hiyo kunyenyerika, fi wujuhim, katika nyuso zao, kwa na furaha saa zote, nyuso zina nuru. Wa sururan wajazahum bima sabaru, na akawalipa pia kwa kule kusubiri kwao, akawalipa jannatan wa harira, pepo na hariri. Wajazahum bima sabaru, na akawalipa kwa yale, kwa vile walivyosubiri. Ma ni masdaria, kwa hiyo kwa vile walivyosubiri, bisabrihim anil maasi, kwa kule kusubiri kwao kuepukana na maasi na yale ambayo hayatakiwi yakiwa. Kwa hiyo kwa jumla maasi, kuacha kuyatenda hayo maasi, na vile vile kufanya taa pia kunahitajia kusubiri. Subira ni katika hizo mbili, kuacha maasi na kufanya pia. Kufanya kunataka subira. Kwa hiyo wajazahum bima sabaru, akawalipa kwa vile walivyosubiri, yani kwa kule kusubiri kwao, anil maasi, anil maasi, kuepukana maasi. Sio maasi tu, na pia kufanya taa, pia misiba na nini, yote hayo yanaingia. Unaelewa? Jannatan wa harira, pepo na hariri. Maana yake wataambiwa udkhuluha, haingine peponi, ingieni peponi kwa kuwa mlisubiri kule. Sasa leo udkhuluha. Wa hariran, na hariri ndio nguo za peponi. Wanavaa hariri kule, hakuna nguo hizi pamba za huku duniani, hakuna, ni hariri tu. Ulbisuha, ulbisuhu, ambao wametafishwa. Ulbisuhu pale unaweza sema udkhaluha au udkhuluha. Na nini udkhaluha, ndio kutumia kwa binaa ile mafuuli, waliotiwa, udkhaluha au udkhuluha. Unaelewa inasomekaje? Udkhaluha, waliotiwa ndani. Wa hariran ulbasuha au ulbasuhu, waliovishwa. Mutakina fiha ala al-araik, hali ya kutegemea humo juu ya malili. Hali ya kutegemea humo juu ya malili. Yale mutakiin nasema halum min marfu'i udkhaluha, udkhaluha al-muqaddar au udkhuluha al-muqaddar. Naweza kuja ya udkhuluha inakadiriwa. Kwa hiyo hali ya kutegemea humo ala al-araik, juu ya malili, yani kama vitanda hivi, ndio al-surur fil hijali, vikiwa katika vyandarua, mapazia fulani, vitanda vikiwa juu ya hijali, mapazia, yani vyandarua, tukifasiri kwa lugha, kwa sababu hajala ni kiandarua.
lakini si kwa sababu ya mambo na nini. Huku ndio kuna mbu. Kwa hiyo kule kama mapazia tu fulani vyandarua, lakini sio vile ambavyo vinahusiana na mambo ya mbu kama ilivyo katika lugha jamu haja la hiyo musia ambayo inaitwa an-namusia, ni vyandarua vile vya mbumbu, lakini kwa lugha ndio tumefasiri hivyo. Vikiwa katika hajara ndio vinaitwa araik, vikiwa katika hijal. Kwa hiyo vitanda ndio malili, yakiwa juu, yakiwa ndani ya hivyo, vikiwa katika hivyo hijal, vyandarua. La yarauna fiha shamsan wala zamharira, hawataona humo, hawaoni humo jua wala yani joto wala baridi. La yarauna fiha, hawataona humo joto wala zamharira wala baridi. La yajiduna, inasema la yarauna ni hali ile, hali ya kuwa hawakuti, hawapati, ni halun thania hiyo. Fiha humo shamsan, shamsa kwa maana ya harra, hawataona humo joto wala zamharira wala baridi, aila harran wala bardan, hamna joto humo wala baridi. Baridi ile inamfanya mtu atetemeke. Wa qila zamharir alqamar, qila zamharir ni kama vile ilivyokuwa shamsa, na huku wa zamharir maana hawataona jua wala mwezi. Kwa hiyo hamna jua humo, na tukisema zamharir ni qamar vile vile hakuna mwezi. Vitu hivyo havipo katika pepo. Fahiya mudhiyatun, kwa hiyo pepo ni yenye kutoa nuru, min ghairi shamsin wala qamar, basi na kupatikana jua wala mwezi, natoa nuru tu. So kama huku duniani ili tupate nuru kwa leo, tupate nini? Jua na usiku mwezi. Sasa huku hakuna jua la mwezi. Tukifasiri shamsa kama shamsi na zamharira kama qamar, mwezi. La tukifasiri shamsi kwa maana har, kwamba hakuna joto ndani ya pepo, wala zamharira wala baridi. Wadaniyatan alaihim dhilaluha, nani yenye kukurubia juu yake, au alaihim juu yao, dhilaluha matunda yake. Mradi wa dhilalu ni matunda au miti yake, unaweza kusema namna hiyo. Wadaniyatan alaihim, nani yenye kukurubia juu yao, minhum dhilaluha vivuli vyake, yani miti yake. Miti yake kwa karibu karibu ndio vivuli vyake, shajaruha. Wa dhullilat qutufuha tadhlila, na yamekurubishwa matunda yake kukurubishwa. Hii ndio kutufuha, ndio matunda. Sasa ile dhilaluha ni miti. Wa dhullilat qutufuha tadhlila, na yamekurubishwa matunda yake kukurubishwa. Matunda yako karibu, udniyat thimaruha, yamekurubishwa matunda yake miti hiyo. Fayanalu halqaimu, anayapata matunda hayo aliyesimama, walqaidu, na aliyekaa vile vile, walmuntaji, na mwenye kulala ubavu. Hata kama umelala ubavu hivi, matunda yake unayapata, inakurubia. Ukikaa kama unavyokaa inakusogelea, ukiwa umesimama inasogea. Yani pale ulipo ndio matunda yako, miti yako yanakuja pale pale, matunda yako yanakuja pale pale. Ni kwamba hakuna, haitakiwi katika pepo mtu kupata tabu, kwamba maembe sasa hapa uanze kuyachucha na magongo,
Wataka maembe, shughuli ipo. Yako juu kule, utafanyaje? Uanze kutafuta magongo na mawe uyachuche mpaka yadondoke, katika pepo hakuna. Unaelewa? Sura hiyo haipo. Yatakurubia tu hapo ulipo, yatakufuata. Wa utafu alaihim bianiya, na patazungushwa juu yao kwa vyombo. Patazungushwa juu yao ndani yake bianiyatin min fidda, kwa vyombo vya fedha. Wa akwabin kanat qawarira, na gilasi ambazo ziwe ni kama qawarira, zilizokuwa kama qawarira, kama chupa vile. Gilasi ambazo hazina vishikio. Wa akwabin, na gilasi. Aqdahum bila ura, gilasi ambazo hazina vishikio. Kanat qawarira, ziwe ni kama vile qawarir, kama za chupa vile, kama chupa. Maanake kilichopo unakiona, sio yale mabati ambao kilichopo ukioni, unakiona, ndio qawarira. Qawarira min fidda, qawarir za fedha. Ay annaha min fiddatin, kwamba gilasi hizo za fedha. Yura batinuha, huonekana ndani yake. Min dhahiriha, kwa nje yake. Ndani unaiona kwa nje yake. Kazujaj, kama vioo vile. Ndio kanat qawarira, zilizokuwa ni kama vile vioo. Lakini qawarira min fidda, vioo vya fedha. Qaddaruha taqdira, wamezipima kuzipima. Qaddaruha taqdira, wamezipima kuzipima. Yani kile kinywewa kinachoingia humo kinakwenda vile vile na vile anavyohitaji. Ndio qaddaruha taqdira, wamezipima kuzipima. Haya taifun, wala wanaozunguka, kwa sababu kuna wanaozunguka na gilasi hizo kuwazungukia tu peponi na kuwaletea zile glasi na vinywewa mbalimbali. Na wale ndio wanaopima, wale sio wao wenyewe. Hapana, wanaopima ni wale wanaozunguka kuwaletea vinywaji hivyo. Ndio qaddaruha ay taifuna taqdira, kuvipima. Ala qadri riji sharibin, ala qadri riji sharibin, juu ya kiasi cha kiu cha wale wenye kunywa. Riji ni ile kiu. Ala qadri riji sharibin, juu ya kiasi cha kiu cha wale wenye kunywa. Min ghairi ziyadatin wala nuqsan, pasi na kuzidisha wala kupunguza. Wadhalika aladhu sharab, na hiyo ndio kinywewa kizuri sana, chenye ladha sana. Yani kunywa kinywewa ambacho kinaendana na vile ambavyo unahitaji. Hicho ndio aladhu sharab, kuliko kunywa kinywewa ambacho kimekuwa kingi mpaka umebakisha, haileti ladha, au hujafikia pale unapotaka, haileti ladha. Lakini kinakwenda sawa na vile anavyokuwa anahitaji mwenyewe mwenye kunywa. Hii ndio qaddaruha taqdira, wamevipima glasi hizo kuzipima. Haya taifun taqdiran ay ala qadri riji sharibin. Rij ndio kiu. Lakini sio kwamba labda
mradi ni shahawa tu, pamoja kwamba amesema riji, maana riji ni kiu, lakini kule peponi hakutakuwa na kiu, ni matamaniwa tu, wewe mwenyewe tamani vile unavyotamani, ukitamani unaletewa. Kwa hiyo hii ndio maana hapa amesema kaulu ala qadri riji sharibin ay shahawatihim, juu ya matamaniwa yao. Kwa hiyo tuseme juu ya kiasi cha matamaniwa ya wale wanywaji, isiwe maana nini kiu. So, kiwa kiu italeta kwamba watu wa peponi watakuwa na kiu, jambo ambalo halipo. Kwa sababu yani haitakiwa apate tamu. Haitakiwa apate tamu. Kwa sababu kuna haudhi. Wataokunywa kwenye haudhi ya Mtume SAW hawatapata kiu milele. Si ndio? Ndio ninavyosema. Watakaokunywa katika birika Mtume hakutakuwa na kiu milele. Sasa kiu itapatikana wapi? Isipokuwa kutamani. Mtu anaweza kutamani kitu, unatamani juisi hii, watamani hivi, basi unaletewa tu kiasi cha kutamani kwako, lakini sio kwa maana kwamba unaondosha kiu. Hakuna kiu. Ile hamu. Ile hamu ya kile. Labda ni hamu tu, matamaniwa kuona hamu na jambo. Hamu zitakuja ile kupenda. Napenda leo pata juisi hii, naletewa. Muda umekwenda, inabidi tutafute mahala. Naona sipaoni. Naam. Wayusqawna fiha kasan, na watanyweshwa humo mvinyo, kana mizajuha zanjabila, ambao kiwewe kichanganyio chake ni zanjabil. Zanjabil ni ainan fiha tusamma salsabila, ni mto. Hiyo zanjabil ni mto ulio ndani yake, ulio ndani ya pepo, tusamma salsabila, unaitwa salsabila. Yani anna maaha, anakusudia kwamba maji yake huyo zanjabila, maji ya mto huo, kasanjabil, ni kama azanjabil alladhi tustaladhu bihi al-arab, ambao wanapata ladha kwa hiyo zanjabil wa Arabu. Zanjabil wao sema tangawizi au nini, lakini ni kama tangawizi zanjabil. Kwa hiyo haiwi kama hivyo, kwa sababu vitu vyote vya peponi havifanani na vya dunia. Wafajamiu ma fil jannati min al-ashjari wal qusuri wal maakuli wal mashrubi wal nabusi wa thimar la yushbihu ma fi dunia, havifanani na vile ambavyo viko duniani. Ni majina tu, lakini haitakuwa ni kiitwa jina uone kwamba ni sawa sana vile na huko duniani. Hapana, ni majina tu. Kitu inaitwa zanjabil, lakini sio hiyo ya peponi, sio kama hii ya duniani. Inafanana katika majina, lakini sio ile dhati yao, dhati tofauti. Basi hiyo inakuwa namna hiyo. Kichanganyio chake ni zanjabil, ambao ni mto
fiha uloko ndani ya pepo tusama salsabila, unaitwa salsabila, yani anna maaha kasanjabil alladhi tastalidhu bihi al-arab, wanaladha kwa hiyo zanjabil wa arabu. Sahala al-masaq, laini nyepesi kwa kupita, fil halqi, katika koo, ndio sahala al-masaq, ni nyepesi kwa kupita, fil halqi, katika koo. Sio kali au nini kwamba labda inaleta tabu hapa mpaka unakunja uso, jinsi ilikuwa inapita kwa tabu. Zanjabil kwamba labda ni kali mpaka unakunja uso, unajilazimisha. Haiko hivyo, inapita kwa pesi, laini kabisa. Tawili tutafute mahala, naona muda unakwenda sana, tutashia hapo. Sawa. Wallahu wa rasuluhu a'lam.